Nilikuwa na swali lingine baba, kwa habari ya kuoa. Ukisoma Biblia tunaona manabii na watumishi wa Mungu walikuwa wanaoa zaidi ya wake wawili au zaidi ya mke mmoja, na Mungu alikuwa hazungumzi chochote, na Mungu alikuwa anawatumia hao watumishi sana, alikuwa hazungumzi chochote. Lakini sasa hivi watumishi wa Mungu wanatuambia kwamba ni mke mmoja, au huo mpango wa mke mmoja umetokana na Mungu au ilitokana na Okay, sawa. Na wanao mke mmoja wanadai kwamba kwa sababu Mungu aliumba Adam na Eva. Sio? Kwa hiyo tunaona watu wengine wanawake wawili hata watatu. Yes. Hata wanne. Sio? Swali la kwanza lazima ujiulize, kwa nini unataka wake wawili? Yaani una shida gani? Una shida gani mpaka unataka wake wawili watatu? Ndio. Wewe unataka watu wawili watatu, una shida gani? Umeelewa? Yaani una okay. Mungu hajakataza kwa wake wengi kwa mfano, si ndio? Wewe kesho kupika wake wengi ni nini? Baba, nilikuwa sitaki mfano. Yaani sitaki kwa mfano. Yaani nataka yani lengo la kwa wake wengi ni nini? Kwa hiyo zamani walikuwa na wake wengi, wanaoa wake wengi kwa lengo. Ndio. Hawakuwa hivi. Mfano Ibrahim. Ndio. Mke mmoja. Sara. Ila Sara akakosa mtoto. Akawatafuta watoto. Hiyo ilikuwa ni lengo. Ndio. Sawa. Sasa wewe mke wako anazaa. Si ndio? Unataka wake wengi ni kwa nini? Wanasema ni tamaa. Ndio. Ndio. Na kweli wanaume wana tamaa, lakini ni tamaa zaidi wanawake. Si ndio? Basi kama ndio hivyo, na mwanamke haruhusiwe kuoa wanaume watatu. Si ndio? Kwamba amefungwa ndoa na Ima. Ndio atakuwa kwa Ima. Si ndio? Kesho atakuwa na nani? Na Isaya. Wote ni waume zake. Tuone kama itakaa sawa hiyo kitu hiyo. Tuwaruhusu hivyo. Kwa sababu zamani ilikuwa kama fujo. Wanawake wananyanyasika. Sisi tunawaoa na huyu kwao wanavumilia. Sio naona mili, naona wanadamu. Na wao wana tamaa. Unaweza kuwa umeolewa, mwanamke kama umeolewa kabisa, anamtamani mwanamke mwingine, mwanamume mwingine. Wapo wengi, ana mume wake ndani kabisa. Lakini kimwangalia fire. This man. Kama unavyokuwa tamani, sikumuonea wapi? Kubaliana. Ndio tukikubaliana wanaume. Kama tulizo wake zetu na wao, ili si tuume na wao waolewe na wake wanaume wengine. Basi kuna ngozi. Ile wao wanataka wawe wanne. Yeye asolewe na wanne, yeye ikubaliki. Not fair. Kwa sababu kama au na wanne, hata 10 wote sisi. Suleiman alioa 1000, akasema wote ni ubatili. Suleiman akapiga 1000. Akasema wote nini? Ubatili. Unatutangashia mimi dini yangu inaruhusu kuoa wanawake wanne. Ni umalaya tunaosumbua. Dini yangu inaruhusu kwa wanne. Narudia ni umalaya tunaosumbua. Umeelewa? Kwa sababu hata wewe mwenye wanne ni muni bado. Kama wewe dini yako inakuruhusu wewe wanne, iruhusu na mke au leo wanne. Kweli. Sio nawaambia? Hiyo sio fair. Kama dini inaruhusu wewe wanne. Kama ndio fair, tuwe double side, tuwe side zote mbili. Na mwanamke haruhusiwe kuolewa na wanaume. Ila kama ni moja mmoja, basi iwe mmoja mmoja tu, waaminifu wote. Iwe haki. Sawa? Iwe nini? Haki. Iwe haki kama Mungu, iwe haki. Umeelewa? Kwetu sisi wanaume tunajitetea. Kwa nguruwe. Kwa mwanadamu mchungu. Sisi baba. Kwa na hiyo tunaipenda kweli. Kwa nini Biblia inakataza tusioe? Kwa nini wachungaji wanakataa tusioe wanawake wangapi? Wengi. Hatukatazi. Tukubaliana tunafungisha ndoa. Na bado serikali imeandika wake wengi, waume wengi, si ndio? Turuhusiane. Imeandika kabisa kile kitu inakuruhusu. Turuhusiane. Bwana ndio tunayofungisha hii. Ni mke mmoja na wanaume wengi na wake wengi. Tukiweka hicho kipengele, tuonekane kama kwetu wanaume kitakaa sawa. Kwamba uone mke wako Isaya anafunga ndoa leo na irudi. Lakini baba, toka mwanzo
hakuna mwanamke ambaye alishawahi kuolewa na wanaume zaidi ya Ni kwa sababu lakini kwa wanaume sisi hujasoma vitabu. Naomba umefanye topic next week. Niwetee vitabu. Okay. Ya wanawake walioolewa na wanaume wengi. Naomba tufanye topic. Niwetee mpaka vitabu. Niwasomee kitabu A B C. Kuna vitabu kwenye Biblia wamevitoa. Kuna vitabu kwenye Biblia vimetolewa kabisa na vinaelezea hiyo. Imetolewa kabisa. Okay. Diko aide vimenyakuliwa vimetolewa ili wanaume tuendelee kujimwamba fai. Ndio maana wanawake wanyanyasika, wameteseka. Na mbona wengine wanachukiwa, watanichukia? Hapana. Mnyongeni kile mpe. Kisichofaa kwa mwenzio usimfanyie mwenzako. Umeelewa? Kama wewe kufanywa na umma, kwani mwanamke haimuumi? Na muuma. Kama wewe yani mwanamke, mimi kwa mke wa pili, mke wangu anaumia. Basi mtu naye aolewe. Tuone musi mke wako. Haiwezekani. Kwako inawezekana. Kwako ni sawa. Kwake si unafikiri yeye uko naye kama unamtamani sesi na mwenyewe unamtamani Ima. Nini? Wewe kitu. Basi atoe kiwili. Wewe ni kitu kwa sio? Mwanaume sio kichwa. Basi tukutoe kitu kwa kiwili ukae pembeni. Tuone kama uta function. Mwanaume si kichwa. Basi tukutoe kwenye kiwili tuweke pembeni. Tuone kama utaenda popote. Kwa hiyo baba, kama Ibrahim na mkewe Sara kwa muda mrefu walikuwa hajampatia Ibrahim uzao. Na aliyemuhusu kuoa, aliyemuhusu Sara Ibrahim kuoa ni Sara. Kweli. Kwenye Biblia wote walio wake za wa pili. Wake zao ndio waliwaruhusu. Sio? Yaani wake zao ndio waliwaruhusu. Kama mume wangu sasa mimi nimezeeka. Sio? Wewe bado una nguvu. Chukua kabinti kama Daudi, chukua kabinti yaka. Ni mwanamke yule mke wako anakuruhusu. Sio unajipangia. Yaani mke wako akiamua kusema Pastor Isaya, nakuonea huruma. Mchukue sesi ukae naye. It's okay. Hapo nina shida. Sawa. Lakini unataka na kimbembe chako mimi naoa mke wa pili. Uone majini wewe. Wewe bado ni jana, mna jana mkaeni. Nimeona mmoja anamtoa mke wake. Anasema mke wangu ninataka kuoa kesho kutwa. Sasa jamani, kwani mume wangu mwanamke anakuja hapa analia, ni Muislamu. Dini inaruhusu. Ni mwanamume alina kitu anafanya kazi kali. Nimekuja kuoa mwanamke analia machozi. Analia miaka mingi. Amefika miaka 40-45 mwanamke. Binti kijana jamaa kwa sababu ya shahada kikosa kabisa miaka 22 kaoa. Dini inaruhusu. Hakuna upumbavu namna ile. Hiyo sio dini. Kama dini inaruhusu mwanamke, mimi kama sema naruhusu, ni mke wako yule. Ndio nakwambia mke wa mume wangu. Kwa sababu mimi pengine uli kushiba au mimi nimechoka au naumwa au kama ndugu wangu huyu. Hiyo sawa. Lakini unakuja kwa mwanamume na washati wako unasema unachukua kisingizio cha dini. Kwa badini mwanamke ananyanyasika huko, unamtocha. Unamnyanyasa. Dini inaruhusu. Naamua kuoa. Ndio tujadiliane hicho kipengele cha kuoa. Uniambie na shida gani mimi? Na kasoro gani mimi? Umwambie mke na kasoro gani mke wangu? Njoo niambie nimekunyima nini? Msiwatoche, ndio nitoche ume. Usimtoche kwa kisingizio cha dini. Mimi sina wakasana sio Muislamu, lakini siamini kama Qur'an tukufu inawaruhusu mwanamume ajiamulie kuoa bila kumshirikisha mke wake amekubali. Siamini. Mwanamke lazima aseme sasa mimi nina udhaifu. Nafikiri unakonsider Ibrahim. Kwa mimi sidai nimezeeka mkambo na nguvu. Basi au sina uzao. I get it. Ya kwa lakini kama unamkana udhaifu mmoja kwa kama na udhaifu unaweza kuoa mwingine. Akikubali ndio amekubali. Kama akikubali zote. Na kutafutia wewe kitu gani? Na hiyo sababu kutafutia yeye. Yeye anakutafutia kutafutia. Na zamani ukafanya kwenye makabila mengine. Ameongea huyu mke. Mume wangu anatunza, anajali. Mume wangu msalaba. Anamchukua mtoto mdogo wake kama wakuli tawasukuma pia. Anachukua mdogo wake ndio tushahidi baraka pamoja.
Nakwambia mume wangu, huyu ndugu wangu naweka moyo. Na unakaa unapendana hao. Hana ugomvi. Kwa sababu ni mke amefanya mpaka leo. Ndugu hao. Ndani yake ana chuki naye. Sasa wewe unataka kumweza mwanzo kurogana hapa. Mwanzo.